Yesu asifiwe. Amen. Maujaji wa imani pamoja katika sala. Pamoja katika sala. Maujaji wa matumaini. Wa matumaini sio wa imani Haya, tunaendelea kujifundisha. Mwaka bado haujaisha. By the time tunafika December tutakuwa tumezoea vizuri. Kwa majina yangu kama vile umesikia, mimi naitwa Musheke. Mimi ndio majority leader wa bunge letu la Kiambu. And we are very happy to be here today. Na kwanza kabisa naomba niweze kupongeza wale ambao wamepata sakramenti ya kipaimara. Vile vile unipe ruhusa niweze kupongeza ambao wamefunga ndoa siku ya leo na wale ambao wamecelebrate miaka 25. Na kwanza kabisa nashukuru kwa sababu wale Your Excellency wale ambao wamesherehekea miaka 25 wakati waliitwa hapa nimeshangaa kwa sababu bado wako na nguvu, wako bado na ile urafiki, wanatembea kama wameshikana mikono. Hawa ambao wako hapa wanaweza sema ni ukweli, miaka 25 katika ndoa na bado mnashikana mikono sio jambo rahisi. Tunashukuru kama county government ya Kiambu kuja kwamba tumekuja kwa hii family day ya hapa kwenu, na kwamba siku ya leo kwa sababu ni siku ya kanisa hatutaongea mengi, ila tu mtaomba mniruhusu niweze kumkaribisha gavana wetu. Lakini pamoja na gavana tunao MCAs wengi ambao wamekuja, ndio nitaomba tu wakuje hapa ili niweze kuwajuza. Wale ambao MCAs tafadhali, wale wote ambao tuko na wao pale tujitokeze hapa mbele ili timu ya gavana iweze kuonekana. Kwanza kabisa tuko na huyu kijana anaitwa Mheshimiwa Wanyoto, tumpigie makofi. Huyu ni MCA wa pale Komodhai. Tuko na MCA yule anaitwa Jose. Jose tafadhali angalia upande huu na upunge mkono. Jose, huyo ni MCA wetu wa kutoka Mangu. Tuko na MCA wetu pale anaitwa Zipi wa kutoka Githunguri. Tuko na mheshimiwa wa Githunguri town anaitwa Mheshimiwa Muhenja, ndiye huyo. Tuko na Profesa Ngaruya, yule ni wa kutoka Gesha Tigoni. Inua mkono mpigie makofi. Vile vile tuko na Mheshimiwa Shogi na yeye ni mheshimiwa wetu wa Dumbeli. Tumpigie makofi. Haya, tuko na Mheshimiwa Eric Warami, yule ni wa Udhiro, tumpigie makofi. Tuko na Mheshimiwa Wanjiko kutoka Kiambaa, tumpigie makofi. Tuko na Mheshimiwa Teacher Alice, tumpigie makofi, ni wa kutoka Kabete. Tuko na Mheshimiwa Gashonga lakini huwa halali, tumpigie makofi, ni wa Ikino Ward. Tuko na Mheshimiwa Mzungu moja ama Kahora, yule ni wa kule kwetu Kiganjo Ward, tumpigie makofi. Tuko na Mheshimiwa Esther Nyaga wa Uthika, tumpigie makofi. Tuko na Mheshimiwa Rollins, yule ni wa kutoka Kikuyu, tumpigie makofi. Tuko na Mheshimiwa Juliana, tumpigie makofi. Tuko na Mheshimiwa wetu pale tunamuita Sheila Gadhoni, makofi. Tuko na Mheshimiwa Rebecca na yeye ni wa kutoka Rimuru, makofi. Tuko na Mheshimiwa Gladys Wamboi kutoka Kikuyu, makofi. Tuko na Mheshimiwa KK amechaguliwa Mushadha, tumpigie makofi. Tuko na Mheshimiwa Kangethe kutoka Ngewa pande ya Githunguri, makofi. Vile pale tuko sasa na yule mkuu ama Ireli professor anaitwa Ireli wa kutoka Bibilioni Ward. Naomba sasa tumuonyeshe vile vile tuko na mheshimiwa wetu wa hapa anaitwa Joakim Jama, tumpigie makofi. Asante sana. Tuko na waheshimiwa wawili wa kutoka pia Thika, naomba tu wakuje hapa. Mheshimiwa Mburu Kamenu kuja hapa. Usalimie watu wa Thika na alafu nirudishie microphone. Asante sana majority leader. Wa Kristo wenzangu, tumsifu Yesu Kristo. Mahujaji wa matumaini, naomba tu nipungie mkono hivi. God is good and all the time. Siupindukie mwenzako umwambie amesalimiwa na Mburu wa Kamenu. Mimi naitwa Peter Mburu, MC ambaye amechaguliwa hapa Kamenu. Na Wakristo wenzangu wa Katoliki, mmefurahia kuona gavana Kimani wa Matangi? Huyu gavana mnampenda? Na je, mmeona kazi ya gavana Kimani wa Matangi? Imewafurahisha? Imewaridhisha? Mnaona huyu gavana tumuongezee miaka ingine 5? Kule kwetu Kamenu, Your Excellency na Wakristo wenzangu waliniambia gavana anatosha. Na hapa Gatuanyaga na Ngoliba mnasema aje? Mimi niko na ombi moja kwenye Wakristo.
mlituchagua tukawafanyie kazi. Kweli ama sio kweli? Wakati wa siasa ukifika, sisi wote tutaenda kwa uwanja. Mimi ninaomba tu mniruhusu niambie viongozi wengine MC ambao wamechaguliwa hapa Ngoliba na Gatuanyaga wakubali wakuje tufanye kazi na governor. Mnaona namna gani? Kwa sababu wakati wa siasa ukifika, si tutapiga siasa. Na Sunday governor, nataka nikukumbushe tulisoma kanisa kule Githunguri. Na kule Githunguri SG wa PCA alituhubiria akatuambia wakati wakiwa vijana wadogo, wakati walikuwa wanataka kukula kuku kama vijana, walikuwa wanakimbiza kuku wanamvunja mguu. Wakienda nyumbani wanaambia mama kuku amefanya nini? Amevunjika mguu. Lakini nani alivunja kuku? Si ni wao. Your Excellency, kuna watu wanavunja miguu zako wakisema sijui hospitali hazifanyi kazi, sijui nini. Kumbe nia yao, Your Excellency, wanataka kiti yako ya governor. Basi mimi ningetaka nikuambie hapa Thika, Your Excellency, tuko nyuma yako, na hawa Wakristo na watu wa Thika wanakupenda. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Mburu. Na nikiendeleza hiyo mambo ya afya, nataka kuwaomba watu wa hapa Goriba, kwa sababu hospitali zetu gavana amekubali ya kwamba hatupaswi kulipisha. Lakini pia na nyinyi tuko na jukumu moja ya kwamba tuhakikishe kila mtu akija pale kwa hospitali anajiandikisha kwa SHA. Ndio sasa hii mambo kubwa ambayo tunasikianga kabla wakitengeneza huko juu, tuwe kwamba tuko sawa sawa hapa. And I want also to remind our people here in Thika ya kwamba watu wasije wakajaribu kuandanganya mambo ya afya, kwa sababu hospitali zetu zote, ukiwa na shida yote enda, tuko na madaktari ambao gavana ameajiri wengine wengi. Hata kama kuna msukosuko hiyo kidogo yenye tunasikia yenye imepigiwa filimbi kuliko uzito yake, tuambie watu wetu tafadhali tusijaribu kupiga mambo ya afya, tusiweke siasa. Tunataka watu wetu wapate afya njema. Kwa hivyo hiyo mambo wacha tuendeleze ikiwa mzuri. Namba ya pili, watu wale wa Ngoriba na watu wa hapa watu wa Nyaga, najua basari yetu ambayo tunapeana, governor imewagharimu the Council of Governors kwenda kotini, kwa sababu members of parliament walienda bunge na wakakataza basari za county zisipeanwe. Lakini governor ni asanti pamoja na Council of Governors, kwa sababu mmeenda kotini na tumepewa ruhusa ya kuendelea kupeana hizo basari. Kwa hivyo governor, najua hii wiki ambayo tunaanza tutalete basari za hapa na zile za pale Goriba. Kwa hivyo tunakushukuru sana, na kwa sababu umeongeza idadi ya basari ambayo unapeana kwa watu wetu kutoka milioni 100 kwa mwaka hadi milioni 750 kila mwaka. Kwa hivyo governor, najua watu wa Thika mtakubaliana na mimi ya kwamba huyu governor mtenda kazi ni vizuri tumuongeze miaka ingine 5 ili aweze kutupeleka hadi 2032. Ni usini jamani, ni ukweli. Kwa hivyo governor, hiyo ni mambo ambayo watu wa Thika na watu wa Kiambu mzima tumekubaliana. Na kwa hivyo, kwa sababu nataka nikupe hii microphone tuweze kuendelea, niruhusu tu nimpe our deputy speaker hii microphone ili aweze kukukaribisha. Pigie deputy speaker wetu makofi tafadhali. Thank you very much. Mungu ni mwema na kila wakati. Kwa majina naitwa Jiro, nimechaguliwa kule Thika Hospital Ward, na kwa saa hii mimi ni naibu wa speaker wa kaunti ya Kiambu. Kwangu Your Excellency ni kushukuru sana kwa siku ya leo kushirikiana na waumini wa hapa Kimambogo. Lakini mbele ya kusema kitu, tuko na mbunge wetu wa East Africa, ningeomba tu kuja usalimiane. Ni vizuri tu kuja. Okay, asante. Thank you very much mbunge wetu. Tumepishwa na governor wetu wa Kiambu atupigangi siasa kwa kanisa. Si mzuri hiyo? Hakuna siasa, lakini mtu anaweza sema mambo ile tunaenda nayo. Kama saa hii sisi kama wabunge ya Kiambu mmeona vile tumeshikana, MCA wote na governor wetu tunafanya kazi pamoja. Si mzuri hiyo? Na najua watu hapa mnapenda governor, si ndio? Si amefanya kazi mingi?
Si mmeona watoto wanakunywa maziwa? Watoto wamejengewa shule mpya ili atakuja kusema wanakunywa uji. Na Your Excellency, wiki mbili zilizopita kulikuwa na mambo ilikuwa inaenea uongo ya kusemekana ati iko watoto wamekufa, watoto 150. Mimi nataka kusema hapa mbele ya watu wa Kilimambogo na waumini, ingawa watoto walikufa, tungeona wazazi na mahali walikuwa nasikwa. Ama namna gani? Na nani aliwahesabu? Na alikuwa ameweka wapi? Kwa hivyo tunaomba hizo siasa za kupaka watu matope, tafadhalini naomba viongozi wetu msipige siasa na watoto wetu ama na watu wa Kiambu. Si mzuri hiyo? Kwa sababu mtu wakikufa tunajuanga ni masisi, tunaona wazazi na tunaona mahali amekufia. Lakini mambo ya kukuja na namba ya watoto watu wamekufa ndio tuharibu jina ya Kiambu na gavana wetu, hiyo tumekataa. Si ndio watu wa Magogoni? Letigu adoito. Kwa hivyo Your Excellency, hiyo mambo ilikuwa inaenea ilikuwa ya uongo, na sisi wiki yote tumesema mambo ya uongo yekwe kando na uwazi uwekwe. Vile gavana amefanya Kiambu, amejengea watoto shule, amejenga mahospitali hapa ambaye atakuja kusema anaweza kuwa kweli na huo watoto. Kwa hivyo hiyo ilikuwa uongo, ndio tunataka kusema, na tunasimama kila mahali tukisema ule mtu anataka kupiga siasa Kiambu aseme siasa ya ukweli lakini sio ya uongo. Sasa Your Excellency, nataka kuchukua nafasi hii pole sana. Thank you majority. Nafikiri mnajua hii shule iko na principal. Principal, ungekuja usalimiane tafadhali. Gavana wetu, viongozi ambao wameandamana naye, Wakristo, amjambo. Pilgrims of Hope, together in prayer. Governor, Your Excellency, mimi naitwa Paul Halake, current principal of this college, mgeni, nimekaa wiki chache hapa, na ningependa kukukaribisha hapa Kilimambogo. Huko tuko na wanafunzi teacher trainees 1400, na ni furaha kubwa kushirikiana na kanisa sponsor na pia pata hapa siku ya leo. Kama mwalimu mkuu, ningependa kusema tu mambo mawili. College ilianzisha 1946. Imesimama hapa 79 years now. Na changamoto moja tuko nayo hapa ni maji safi ya kunywa. We don't have clean drinking water, and it is a hindrance to this college. For the last few weeks, we have been doing water tankering from Diwasco, and it's a big challenge to sustain such an institution on water by using water tanker. We have the plan to do purification of the saline water we have here. We also have plans to solarize our water system. We have plans to harvest rainwater, but unfortunately, all our structures around are covered by asbestos, which is a health hazard. So tuko na jukumu kubwa ya kutoa asbestos kwa hizi manyumba zetu zote, ili angalau tupate kuteka maji ya mvua. Mali tutapata usaidizi kupitia ofisi yako, tutafurahia sana. Mungu atubariki na karibu Kilimambogo. Thank you very much. Kama vile mmesikia Governor majority ndio amesema kulikuwa na kesi kotini ya basari, ndio tumechelewa wiki ijayo. Na nishukuru watu wa Ngoliba sana, Magogoni sana na Ngoliba na Gatwenyega vile wamesema wanataka Governor alete mahindi ndio apande, kwa sababu mvua inaku si yakuje na basari na mahindi na fertilizer. Asanteni sana. Sasa nataka kuchukua nafasi hii nimwalike Gavana wetu wa Kiambu aongee na watu wa Kilimambogo. Karibu Your Excellency. Haya, asante. Tukae chini. Mahujaji wa matumaini pamoja katika sala. Na Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Mungu ni mwema na kila wakati. Tusalimiane kwa salamu zake Mwenyezi Mungu. Nipungie mkono mahali ambapo ulipo. Asanteni. Haya, wana Gatwanyaga hamjambo, lakini
na wanagoliba, mko wazima nyinyi wote. Bwana Yesu amewabariki na kuwatunza vizuri. Asanteni. Nataka tu niseme kwa vile masaa yamepita sana, hatutaongea mengi. Tuseme tu haraka haraka, alafu ndio hii kazi yetu ya Mwenyezi Mungu iweze kumalizika leo ile tutaweza, alafu sasa hiyo ingine tena tutaikujia kama ikibaki. Na najua nyinyi vile nimeona watu wamekaa na vile nimeona vile hiyo kanisa ya Magogoni vile wametokea, wengine wakitokea namna hii, basi hii kazi inakwisha leo. Ama nyinyi mnaonaje? Mumejiandaa tumalize leo? Sawa sawa. Nishukuru Father wetu, asanti Father wetu, Baba Paroko Maembe. Sasa unajua nimesikia bishop wetu wakati alitoka alisema hata yeye alikuwa ameshangaa, akakuuliza kama kweli wewe jina la kweli ni Maembe. Na unajua ukiwa hapa Katuanyaga uko mahali ambapo inayofaa haswa kwanza kama jina lako ni Maembe. Ama namna gani jameni? Kwa vile hapa kama kuna kitu tunahitaji hapa kwa ile mimea yote tunakuza na matunda matamu, hapa ni Maembe. Na mimi nitakuwa bade wako, nitakuwa rafiki yako kwa vile kwa ile miti napeananga huko juu napeananga avocado, hapa chini napeana Maembe. Sasa hapa mimi nitaongeza. Na wewe utakuwa mtu wangu, tunapeana pamoja. Sasa tunasema Maembe au Matangi na Maembe. Hapa ni aje? So, sitaki niongee mengi. Nataka niseme kwa vile tumekaa wakati wa misa na nyinyi wote mmevumilia, siku nataka niwachoshe. Lakini mnipe ruhusa tu niwapongeze hawa maharusi. Kwa vile leo hawa wamefanya jambo nzuri. Ama namna gani jameni? Unajua watu wengi tungependa tukifikia miaka hii. Na Father, swali moja ambalo watu huuliza sana, harusi ndo wakati ya kukuja kanisani inakuanga ni wakati wa mwanzo ama ni wakati watu wamesonga songa hapo mbele alafu wakuje? Unajua watu wengi wanasema hivi ati kwanza hata gari ukinunua mpya unapeleka road test kwanza. Ati ukipeleka road test sasa hizo ndio unanunua. So hii kukaa kidogo ni road test kwanza. Alafu sasa ikikuja ni wakati ya harusi inashika vizuri. Pongezi sana. Bi harusi, bwana harusi, bwana Titus na bibi yako, bwana Peter bibi yako, na ambaye pia hii kapo ambao wamefanya anniversary yao. Na tumeshukuru na tumefurahia, Mungu awabariki. Kwa vile wakati nimetoka kwenda hapo kwa Father, kwa bishop wetu kumuaga, watu waliambiwa walete zawadi na mimi sikupata nafasi ya kuleta yangu. Nilikuwa hapo, nilikuwa na zawadi zenu pia. Ningeomba kama hiyo zawadi ziko hapo muwapatie kwa vile hatutakaa. Nani ako na hiyo zawadi yetu yangu ambaye nilisema sasa hao couples nimewaletea zawadi mzuri. Wapi hiyo? Peleka tu hapo na uwapatie na nini. Sasa hapo kila mtu apate moja yake. Nataka tu mtanipatia kila mzee anipatie namba yake, nitawapigia simu kila siku asubuhi nisikie kama mumeamuka. Tunataka sasa kutoka hapa sasa wakienda home wanatandika hiyo, alafu usingizi ingie mzuri. Ama ni aje? Alafu sasa unajua bishop wakati alikuwa anaongea alisema ati ikiwezekana hata kama mkienda pale Jogoo Kimakia Hotel ati mlale hapo alafu mseme mlikuwa Mombasa. Mimi nataka muende Mombasa ya ukweli. Kwa hivyo nipe kabahasha hapo. Nataka kila nyinyi kapu yote ya ukweli. Sasa hapa kila kapo haya kuja, kila mzee akuje mwenyewe ndiye atalipa ticket. Kila mzee akuja hapa. Sasa hapa mimi nimewawekea kila kapo 10,000. Mwende mpaka Mombasa ya ukweli. Acha ile sasa ya Jogoo Kimakia. Sasa hiyo ni yako, hiyo ni yenu, hadi mzee, ndio. Asante. Na mama. Sasa nyinyi mwende ile Mombasa ya ukweli. Mwende huko mkae siku 2. Mwenda na SGR ndio mzuri. Mkikaa kidogo unafungua dirisha unaangalia twiga huko, unaangalia ndovu, alafu utaenda unarudi na mbebe hiyo duve mkienda. Ndio mahali mnapatiwa ya kulala kwa SGR mnalala kwa hiyo. Sawa sawa?
Hivyo. Sasa alafu sasa hiyo sisi tutawauliza vile ilikuwa wakati mkirudi. Iko kijana alinifurahisha sana wakati nawapongeza wale watu wetu wa CMA ambao wamekuwa commissioned siku ya leo. Wapi ule Charles? Ule nipe kabasha moja hapo. Wapi Charles? Charles alienda wapi yeye? Mwite akimbie. Najua Bishop alihubiri akasema ati tununue suti ya blue na tuviatu kuja pande hii, pitia pande hii. Kwani unaogopa? Okay. Haya. Sasa hii wewe uende utafute kasuti ile ya blue, utafute tuviatu nyeusi, tai iko sawa sawa. Sasa tai iko sawa, iko poa, ni ya kanisa na kashati mzuri. Sasa tukikuja hiyo next commission ingine, wewe ndio utakuwa unaongoza pale mbele. Ukae kama kudhua vile ako smart. Ashika hii, enda ujipange, tafuta hiyo kanini. Si ndio? Si amejaribu kijana na kungangana. Tunapigana na watu wengi ambaye umesikia Bishop alituhubiria hapa. Ala, kumbe hata yeye ako na bei. Nilikuwa nafikiri nikasingo. Kumbe hata hako kameshiki. Ay. Okay. Sawa basi. Sawa, asanteni. Mawili tu. Ya kwanza kwa ufupi tu, kwa vile leo sio siku ya kufanya sio ya kuongea mambo mengi ya campaign ya nini, mambo ya uongozi, ni ya siku nyingine. Na mnajua tumekaa kabla hatujaonana. Nataka niwaambie watu wa hapa Katuanyaga, watu wa Goliba. Na nilikuwa nataka nitamuomba father wetu Maembe kikao pamoja wakiwa na principal. Niko na shughuli ambaye nakujanga kushirikiana na hao wananchi, nikiwaletea fertilizer, nikiwaletea mahindi, nikiwaletea toshui na tungurue. Sasa nataka munipatie tu kikao tu siku moja wiki mbili kutoka sasa, nikuje sasa tukutane niwaletee hiyo vitu. Mtakuja? Si mtakuja kuchukua? Alafu sasa nikiwaletea hiyo, saa hizo ndio tutaongea hiyo mambo mengine mengi hapa. Nitakuja hapa upande huu niwaletee basari, niwaletee hiyo vitu watu wakati wanyaga. Watu wa Goliba tutakutana huko chini upande wa Magogoni, na nyinyi mchukue zenu niwaletee kila kitu, alafu mpeleke kule nyumbani. Ndio mnaona nataka kupunguza maongeo ya leo. Lakini niseme vile hawa wengine wamesema hapa ya kwamba ni ukweli. Sisi kazi tunafanya bila mchezo. Na kazi tumeamulia. Najua kama haujaona itakufikia. Kwa hizi mashule zetu, kwa mashule zetu mimi niliamua kwanza kubadilisha mambo ya masomo. Tusiwe tunaambia watu msome na hatujengi mashule. Kazi ya governor ni ya kujenga shule zile za mwanzo zinaitwa ECD center. Zamani tulikuwa tunaziita nursery schools. Mimi kwa hii county yetu ya Kiambu ambapo tuko na mashule ya primary schools 524. Wakati mlinipa kazi kama governor 4 kwa hii county ya Kiambu. Nyuma ya wengine 3 walioongoza miaka 10. Ndani ya miaka 2 nimejenga shule, na hata hapa kwa hii kikao Kilimambogo nimejenga pia hiyo shule imemalizika. Nimejenga mashule 312 na nimemaliza. Sasa nilikuwa na mashule ingine imebaki, wiki 2 zimepita, nimepatiana mashule tena ingine 178 ijengwe mara moja nimalize mwezi wa pili. Nilisema watoto wenu wakikuja kwa kwa hizo mashule, kila mtoto kila siku anapata, tumemwandalia bakuli ama kikombe ya uji ya vitamin. Kila mtoto anapata sisi, hata kama ametoka hapa Kilimambogo ama kama ametoka wapi, hata kama kuna shida gani ya nyumbani. Kila siku mayai moja kwa mtoto ile imechemshwa. Siku ya Alhamisi kila mtoto anakunywa packet ya maziwa, hata kama nyumbani kuna ng'ombe kanagutiri ng'ombe. Sasa hiyo ndio ile mambo tunafanya. Basari, umeambiwa hapa basari niliongeza. Basari zamani wazazi nyinyi mnajua ukweli mlikuwa mnapoa 1000, 2000. Basari yetu sasa nilibadilisha. Basari ya kaunti yake Kiambu ile ya chini kabisa ni shilingi 5,000. Watoto wa single mother na single father hao tunapatia akiwa boarding 10,000. Mtoto ambaye ni yatima
ambaye hana baba ama mama kama Kimani wa Matangi. Huyo wakati akienda shule tunalipia asome mpaka amalize university, tunapatia full scholarship. Netoradhi wega. Tunaenda vizuri. So hiyo mambo ya masomo tumebadilisha. Hapa ndani ya ward hii ya Katuanyaga nimejenga mashule 6, imebaki mashule ingine 5 na ninaijenga saa hizi ndio imalizike. Upande wa Goliba nimejenga shule 7, imebaki ile tu inaitwa Getovoto na hata hiyo nitajenga na nayo nimalize. Hizo zingine nimejenga. Hivyo ni kusema ya kwamba mambo ya masomo tunasukuma. Mambo ya hizi soko zetu nyinyi mnaona vile tumekazana nazo. Huko pale hapo Magogoni tunajenga soko. Pale Monyo tunajenga. Hapa Katuanyaga iko soko ya ESP Market ambayo Kimani wa Matangi alipeana ruhusa tushirikiane na national government ndio wajenge. Mambo ya mahospitali same. Mambo ya mahospitali hata hiyo tunafanya the same thing. Hapa tumeanza mambo hii hospitali yetu ya Magogoni upande wa chini tayari tumefanya renovation, tunajenga maternity mpya. Kule upande wa Goliba tumefanya renovation, pia tumeshirikiana na watu wa Safaricom tunajenga maternity mpya. Hapa Katuanyaga nimesema hiyo hospitali tunaiinua inakuwa hospitali nzuri ya level 3 ina ginya kodo kwa kuhorwa bisha ina theater na maodo maria magi. Kwa hivyo sasa sisi kazi yetu tumesema wacha tufanye kazi. Lejo ene moreyo lianeke wa Matagio tutamuiguaga kenegena kelele ya siasa. Kimani wa Matangi amesema mara hii mimi munikubalie nijiuzuru. Sitaki mambo ya kelele ya siasa. Siasa nitaongelea mwaka wa 2027. Dhaishimure ketu abetu rutewira. Ama namna gani watu wetu? Betu goega. Kwa hivyo sasa ndio unaona mimi nimepunguza ile mambo ya kelele na speed ya mdomo, nimeongeza speed ya mikono na miguu kwa kazi. Kwa hivyo najua hii kaunti yetu tutabadilisha. Ile kitu tuko na shida kubwa hapa naye ni mambo ya barabara. Mabarabara mautuwe na dhina. Saa hizi mwaka huu ndio nilikuwa nimeweka ukiwa mwaka wa kutengeneza mabarabara. Na barabara ni tuguthodeka thina wa matura maya. Dena mutaratara mwega thutha wa wiki 3 nitũkwanjia program cia barabara. Barabara ciothe cia guku tutaunda. Kesho Roshio tutakuwa upande wa pale Juja Farm. Ile barabara yenye inakuja kupitia hapo kutokea Komo, Monyo kushika hii barabara tunaenda kuanzisha lami kesho. Roshio turabia gwikira lami mwana wa Juja Farm. Toke ethiete ginya kuria yathi nigetha yuke kinye ginya haria Komo yuke ginya Monyo yumerere barabara eno jeru. Kwa hivyo hiyo kazi tunafanya hapa ndani ya hii mtaa ona area eno tuvara tuothe ni tuguthodeka na tunyitane na inyuĩ nigetha tukarikanira kavara gaka na gaka tubadilishe. Mwisho ni mambo yenye principal amesema hapa hii maji. Na principal ni tukunyitanira. Ndio tukishirikiana tusaidiane hii kazi ya hii maji. Nilikuwa nimeuliza kitu kama 3 weeks ago kwa waziri wangu na hapa jirani walikuwa wanasema tuko na maji na kuanga hapo kwa dam inatokanga huko kwa watu ya Del Monte. Nilikuwa nimearifu ikiwezekana na tutaketi pamoja na nyinyi. Mimi naweza kuwajengea tank ya maji huko juu na tuweke purification mzuri ndio maji kunywe hapa. Ya pili tulikuwa hata huko ile maji yenye tunajaribu kujengea huko Gishiki. Maria turakira Gishiki matangi maiguru. Na hii maji nyingine yenye tuliambia watu wetu ya Thiwasco waweke tuheane miferethi onogoni maria ma Thiwasco na makinye guku. Ndio hii shida iweze kukwisha. So ile kitu nitakuomba principal. Within next week tafuta nafasi tafadhali na kamati yako. Ukuje pale nitamuuliza deputy speaker wetu hapa mushirikiane na yeye. Akushike mkono mkuje kwa ofisi tukae na nyinyi tusikilizane tutasuluhisha hii shida namna gani. Nigetha guku wanafunzi wakikuja wawe tumewatafutia suluhisho. Haijalishi hata kama hii shule ni ya kanisa, kama ni ya nani, wale watu wanasomea hapa watoto ni wetu. Kanati wadoitu. Na wenye wanaumia na hii maji principle hii maji ya mabati ya asbestos msikubali kukunywa. Hiyo ni maji mbovu. Ile shida mnaona tuko naye nyingi sana ya kansa kwa vikao na kwa mafamilia ya bageredia na maudu za mama Fatima ya. Hiyo maji msiweke watu wakunywe. Tutaketi na nyinyi mkikuja tutafuta suluhisho na tuone vile tutapata pesa za kumaliza hii maneno na hiyo mambo ikuwe sawa sawa. Ndio mwegosio. So kwa huo tukerekeria hau inywa ndo waka kwaya eno ni kwaya ya dinari kana ya pale shi
kana nĩ yako nĩ kwaya ya kanitha ũyũ nĩ ya parish Kĩrĩma Mbogo yothe harĩa yarũma uniform ĩmwe nayo nĩ ĩrĩa mwĩkĩraga mũgĩthiĩ parish kana ĩno nĩ ya kanitha ũmwe nĩ ya parish ĩngĩmũgũrĩra ka uniform kangĩ kega ka parish mũgekĩraga ĩrĩa ndaihu ithetiguo ĩrĩa ndaihu tiga t-shirt rĩu nĩgetha wona wekĩra waini ũgũrĩrwo ine wega rĩ ana ĩgakorwo nĩ rainaina ĩgakorwo kana tiguo ndũgĩina ũguo na gastairo nĩ gũkawega ĩndĩ gakuo karainaina na tũkũreka kamatirio karĩa kahũragwo nĩ karũhuho ũguo gagoka wega ithetiguo so sasa huyu wapi Jane sasa wewe sisi tukienda wewe ujue hapa lazima utafutane na kwaya eko mnene wa kwaya yeni aya na baya Jane muvage nake tuko na kikao tuko na kwaya zingine zetu za Catholic karibu kanisa 40 tumepatia uniform na wanakuja kuchukulia mahali moja tarehe ngapi wewe Jane next week so sasa wewe harakisha andũ aku mathimo matanathie nige mutanathie nigetha riu aria me haha mwandikithie marĩtwa Jane atanathie na mathimwo muheane sizes nigetha muthimo muheo ka uniform mugoka muri andu good na mugoka kuina uguo moina haria kuria thĩinĩ wa headquarter sasa tumalize mambo yetu ya nini ya pesa nilete hiyo pesa yetu ile tunalete father